mwagika kwa mkono wa mwanadamu. Baada ya kumuua ndugu yake, Kabil alibaki hajui afanye nini na mwili wa ndugu yake. Alisimama akiwa katika mshangao na majuto, bila kujua jinsi ya kuuficha mwili huo. Hapo Mwenyezi Mungu akamtuma kunguru wawili. Wakapigana na mmoja akamuua mwenzake, kisha akachimba ardhi na kumfukia. Kabil akaangalia tukio hilo na akasema kwa majuto, ole wangu. Nimeshindwa kuwa kama kunguru huyu, nikaficha maiti ya ndugu yangu. Hapo ndipo akajifunza jinsi ya kumzika ndugu yake, lakini majuto hayakuweza kufuta kosa alilolifanya. Mauaji hayo yakawa alama ya mwanzo wa dhulma kubwa katika historia ya mwanadamu. Katika hadithi sahihi, Mtume Muhammad amesema kuwa hakuna nafsi inayouawa kwa dhulma isipokuwa Kabil